moja ya mafundisho yanayosisimua zaidi ni mafundisho yanayohusu mafanikio yaliyoelezewa na wanafalsafa tofauti tofauti. Hata hivyo, mimi nitakupitisha kwa mwanafalsafa mmoja mmoja ili upate mafundisho haya ya kusisimua kuhusu mafanikio. Basi tunaanza na Albert Einstein aliyetoa mafundisho ya kusisimua zaidi katika historia. Albert Einstein alisemaje? Alisema kuwa usijaribu kuwa mtu wa mafanikio, bali jaribu kuwa mtu wa thamani. Usijaribu kuwa mtu wa mafanikio, bali jaribu kuwa mtu wa thamani. Lakini Jim Rohn aliongezea kwa kusema kuwa thamani yako ndio inayovutia mafanikio. Kwa hiyo wazazi, wapelekeni watoto shule, mfuatilie mtoto katika masomo yake, kwa sababu thamani yake itatengenezwa na elimu atayoipata, na thamani hiyo ndio itayovutia mafanikio. Lakini pia Nightingale alisema kuwa upati kile unachotaka, unapata kile ulicho. Kwa hiyo hicho ulicho ndicho unachokipata. Yaani unachopata kwenye maisha ni kwa sababu ya vile ulivyo. Kwa hiyo upati kile unachotaka kwa sababu ya vile ulivyo. Lakini je, tunaongezea katika fundisho hilo hilo ili kukuonyesha kuwa unaweza kutoka sehemu uliopo sasa kwenda katika sehemu ya juu zaidi. Basi Tony Robbins alielezea kuwa kama ukitenda yale uliyofanya daima, utapata yale uliyopata daima. Kwa hiyo tukirudi hapa katika fundisho hili, upati maishani kile unachotaka, unapata kile ulicho. Unapata kile ulicho. Ili upate zaidi, inabidi ubadilishe namna na jinsi unavyoyafanya mambo yako katika maisha yako, katika maisha ya kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama ukiendelea kutenda hayo mambo, utapata yale mambo unayoyapataga daima. Kwa hiyo ili upate zaidi, inabidi ufanye mambo zaidi. Uanze kutengeneza thamani yako binafsi. Thamani yako binafsi utaitengenezaje? Thamani yako binafsi utaitengeneza kwa sababu ya kuwa na maendeleo binafsi. Anza kufanya mambo ambayo yatakusababisha uendelee kupata au upate maendeleo binafsi. Kupitia mambo hayo utapata thamani yako. Yaani thamani yako itaongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Mambo haya watu wanaweza kuwa wasikufundishe au unaweza kuwa usiambiwe kwa sababu hayafundishwi katika muktadha, ila wanafalsafa kwa undani zaidi wanayaangalia mambo haya. Na kwa bahati mbaya ni kwamba katika ngazi ya falsafa ya form 6 au form 5 hayafundishwi mambo haya, ila unapaswa kujifunza zaidi na zaidi. Tuangalie Mahatma alisemaje. Mahatma aliongelea jambo ambalo linasisimua zaidi katika maisha ya mwanadamu. Hata hivyo, aliongelea swala hili kwa undani zaidi. Unatakiwa kulifikiria ili likuletee matunda katika maisha yako, ili utoke katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mahatma alisema kwamba maisha rahisi, fikra kuu. Maisha rahisi, fikra kuu. Kama unataka maisha rahisi katika ulimwengu huu, unahitaji kutumia fikra, yaani kutumia akili nyingi sana. Kwa hiyo mafanikio yote unayoyahitaji katika maisha yako, njia pekee ya kuyafikia ni kutumia akili, tena akili kuu, fikra kuu. Kwa kutumia fikra kuu unaweza ukayafikia mafanikio hayo unayoyahitaji katika maisha yako kama kijana. Kwa hiyo kutumia fikra kuu ndio njia pekee ya wewe kufanikiwa. Anza kuacha kutenda yale unayoyatenda daima, kwa sababu ukiwa unayatenda mambo hayo daima, utaendelea kupata mambo hayo ambayo unayapata sasa. Badilisha namna unavyoyafanya mambo yako, badilisha namna unavyoyatenda mambo yako, kisha utapata mafanikio, na mafanikio yatakuja mdogo mdogo. Unatakiwa kuendelea kupambana bila kuacha. Kwa hiyo ukiunganisha mafundisho haya yote na ile video iliyopita kwamba watumikie wengine utapata unachotaka, fikiria wafanyabiashara na watu wote wanawatumikia watu wengine ili kupata wanachotaka.
inatakiwa uanze kujifunza kuwatumikia watu wengine